Licha ya Young Africans kupata matokeo yaliyotakiwa kwa maana ya ushindi wa goli 3-0, wameshindwa kufuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali, na ni kutokana na matokeo ya kule Cairo baina ya Ahli dhidi ya FAR Rabat ikipatikana sare tasa. Kwanza niseme tu kwamba mabao matano ambayo Young Africans wamefanikiwa kuyafunga kwenye hatua ya makundi, mimi si chini ya timu tatu nimewahi kuona wakifuzu kwa kufunga magoli matano tu. Yaani ieleweke kwamba idadi ya magoli ambayo Young Africans wamekuja kuyafunga mwisho wa siku kwa maana ya magoli matano kwenye hatua ya makundi ni magoli ambayo yanatosheleza kwa kufanya wewe kuweza kufuzu katika hatua ya robo finali, isipokuwa shida ilikuwa ni moja tu. Unajaribu kufanya hivyo lakini pia unajaribu kucheza na mechi nyingine. Hapo ndo shida ilikuwepo mwisho wa siku. Yaani kama hatima ya Young Africans ingebaki kwao wao wenyewe tu, pengine kimahesabu wangezicheza mechi zao vizuri zaidi, kuanzia kwenye mchezo wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne mpaka wa tano. Haya magoli matano yakawa yamepatikana hesabu yake kwenye michezo mitano ya kwanza, huenda Young Africans wasingehitaji kutazama matokeo ya Ahli na FAR Rabat kule Misri. Wao wenyewe wangekuwa wameweza kujitosheleza kwenye kuikata tiketi yao ya kufuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali. Lakini mwisho wa siku goli tano zinakuwa hazitoshi, kwa sababu uko kwenye hatua ambayo unaombea na matokeo mengine yaende katika favor yako, kitu ambacho sio rahisi mwisho wa siku, kwa sababu mpinzani wako FAR Rabat naye anajua kabisa kwamba anachohitaji ni sare tu. Yaani yeye hana idadi yoyote ya magoli anayotakiwa kuifunga isipokuwa asifungwe basi. Kwa hiyo hiyo ndio imekuja kuwa shida mwisho wa siku, na kinachoweza kusemwa hapo maana yake ni kwamba Young Africans hawakuweza kuichakata hatua yao ya makundi katika utaratibu ambao ulikuwa ni mzuri. Yaani huu mwafaka wa goli tano ambazo zimepatikana zilipaswa zipatikane pengine tangu mchezo wa pili dhidi ya JS Kabylie. Ile ndo mechi ya kwanza ambayo Young Africans walipata alama moja, alafu unakaa unahisi kwamba itakuja kuwaletea matatizo mwisho wa siku, kwa sababu walipata nafasi nzuri Young Africans katika ule mchezo, walishindwa kuzitumia. Kikawaida, kwa sababu ni alama moja ukiwa ugenini, huwezi kuona athari yake wakati ule, lakini athari yake unakuja kuiona sasa hivi kwenye wakati ambao unahitaji sasa kuombea na matokeo mengine yaende upande wako, licha kwamba wewe umefunga magoli ambayo kikawaida angeweza kukufanya ukavuka mwisho wa siku. Kwa hiyo hapa ndo tunakuja sasa kwamba matumizi ya nafasi yamekuwa ndio changamoto kubwa kwa upande wa Young Africans. Kufika mpaka mechi ya tano ukawa umefunga magoli mawili na idadi ya nafasi ambazo Young Africans wameshindwa kuzitumia, hilo ndo limekuja kuwa anguko lao namba moja kwenye hii michuano safari hii, matumizi ya nafasi. Mimi binafsi nilikuwa naamini kwamba Young Africans walipaswa pengine kuangalia uwezekano wa kumtarget mtu, kwamba Pacome ambaye ndo at least ulikuwa unaona zikipatikana nafasi nzuri anaweza kuzitumia, pengine yatengenezwe mazingira ya kumtengenezea zaidi nafasi yeye. Na ndivyo ambavyo timu nyingi ambazo zinafunga magoli matano kwenye michuano hii na kufuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali huwa ndo zinavyofanya. Mara nyingi unakuta timu inayokuwa haifungi magoli mengi inakuwa ina mfungaji mmoja, a primary goal scorer mmoja, kisha kuna na wafungaji wengine ambao wanaweza kutokea kwenye situations za set pieces na kila kitu, lakini ukijaribu kutizama hicho kitu hakikutokea kwa upande wa Young Africans. Huyo mtu ambaye unaamini akipata nafasi, kwa maana Pacome, kabla ya kina Depo kusajiliwa, hakutengenezewa mazingira ya kuweza kuwa ndo mtu ambaye nafasi zingekuwa pengine zinamdondokea, kwa sababu ndo mtu ambaye alikuwa na ufanisi mwisho wa siku. Huwezi kumwekea dhamana Dube, huwezi kuwekea dhamana kina Maxi, Ekuwa tulimuona kwenye mechi dhidi ya JS Kabylie, mechi ya pili ugenini, huwezi kuwekea dhamana wote wale mwisho wa siku. Kwa hiyo ukijaribu kutizama, huo ndo uhalisia ambao umekuja kuangusha mwisho wa siku Young Africans. Pengine mtu mpaka Depo anakuja, it was too late. You never know, labda wangekuwa naye kwenye mechi tatu za kwanza, huenda kungekuwa kuna mwafaka tofauti kwa upande wao. Lakini matumizi ya nafasi yamekwenda kuwa ndio changamoto. Ukijaribu kutizama kwenye maeneo mengine mengi tu, kuanzia kwenye eneo la kiungo, kwenye safu ya ulinzi, Young Africans wamefanya kazi yao kwa kiasi kikubwa sana. Defensively, idadi ya magoli ambayo wameruhusu ni magoli ambayo timu nyingi zinafuzu kwa kuruhusu magoli manne. Timu nyingi zinafuzu, wala sio kitu cha ajabu. Timu zinafuzu kwenye hatua hii ya makundi kwa kufungwa hata goli 6. Imagine. Sasa sikwambii goli 4 ambazo Young Africans wamekuja kuziruhusu mwisho wa siku. Kwa hiyo unachokuja kugundua ni kwamba Young Africans hesabu zao za kutumia nafasi na kupata matokeo mengine huko awali ndio kitu ambacho kimekuja kuangusha mwisho wa siku. Wanakuja kupata magoli ambayo yanatakiwa kwenye mchezo muhimu kama huu wa mwisho, lakini shida ni kwamba hatima yako haiko kwenye mikono yako. Hata ungempiga mtu 100 bado haijustify wewe kuenda kokote kama kuna matokeo mengine hayaendi kwa upande wako. Lakini yale yote yanatokea kwa sababu uliwahi kukutana na hao wapinzani, ulikuwa kwenye mazingira ya mechi zingine 5 kabla ya hii ambayo umekuja kucheza, na ulishindwa kuweza kutumia kikamilifu nafasi ambazo ulizipata, ambazo huenda zingeweza kukuwekea
muktadha wa alama zingine tofauti na hizi ambazo umemaliza nazo mwisho wa siku. Kwa hiyo kwa kundi la kifo kiukweli, Young Africans mimi naweza nikasema niwapongeze. Haikuwa rahisi, watu wasikae wakasema kwamba ingekuwa ni kazi rahisi. Kundi lenye Ahli, bingwa huyo, bingwa mara nyingi wa hili kombe. FAR Rabat ana ubingwa wa hili kombe japo ni wa muda mrefu. JS Kabylie of course ndio amekuja kama ndo kibonde wa kundi, lakini pia hakuwa anatoa mechi rahisi. Ukitoa hii mechi ambayo pengine Young Africans wamecheza nao hii leo, lakini mechi zake zingine zote zilikuwa ni tough game, unaziona kabisa, yani kupata matokeo dhidi yake haikuwa rahisi. Kwa hiyo kuweza kupata alama 8 ukashindwa kufuzu pengine kwa tofauti ya alama 1 kwa kufunga idadi ya magoli ambayo yalikuwa yanatakiwa mwisho wa siku kwenye mchezo wa mwisho, sio kitu kidogo. Kikubwa ni kujaribu kuangalia ni wapi ambapo Young Africans walikuwa wamepelea, kwa maana eneo la ushambuliaji ambalo lilikuwa linaonekana lina changamoto kwenye matumizi ya nafasi, na kurudi tena upya kwenye msimu unaokuja wa kimashindano wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 26 27.